baada ya kuwa nafanya kazi vizuri na kwa weledi mkubwa. Mwaka 2018 aliendelea na ndoto yake ya kuwa mtunza kumbukumbu aliye bora na mashuhuri kwa kuendelea na elimu na kujiunga na elimu ya shahada ya utunzaji wa kumbukumbu, taarifa na nyaraka katika Chuo cha Utumishi wa Umma. Kuna mazingira yanakupa uimara zaidi. Baada ya kuwa nafanya kazi Mbeya, ilinipa morali ya kuendeleza utunzaji wa kumbukumbu na nyaraka katika viwango vya kitaaluma lakini vya kitaifa zaidi. Kwa nini nasema hivi? Changamoto nilizokuwa nakutana nazo zilinifanya kujua kwamba hapa natakiwa kuongeza elimu. Hapa natakiwa kukua kielimu zaidi. Kwa kweli namshukuru Mungu. Mungu aliniletea watu ambao walinitia moyo. Nakumbuka mtu wa kwanza alikuwa ni bosi wangu, anaitwa Devota Mrope. Yeye alikuwa ni mtu wa kwanza kabisa kunitia moyo kwamba Simkoko unaweza, na Simkoko una uwezo mkubwa sana wa kufanya zaidi ya hapo ulipo. Sasa ili ufanye zaidi ya hapo ulipo unahitaji kwenda shule. Lakini mtu wa pili alikuwa anaitwa Tingis Anthony Kusipa. Yeye alikuwa ni afisa utumishi wangu wakati nafanya kazi Mbeya. Alikuwa ananitia moyo sana. Ananiambia, no, you are so energetic, una akili, you are very intelligent, nenda kasome. Sasa na mimi ile ikawa inanipa moyo kwamba kumbe naweza kusoma zaidi na nikafanya zaidi ya haya ambayo watu wanaona nayafanya sasa. Kiukweli hiyo ilinifanya mimi kwenda kusoma degree Chuo cha Utumishi wa Umma Tanzania. Katika swala hili la utunzaji wa kumbukumbu na nyaraka. Na mimi sijawahi kubadilisha course. Nimeanza nayo certificate, nikaendelea nayo. Kwa hiyo hata baada ya kumaliza degree, kwa kweli mimi mwenyewe nilijiona tofauti. Nilijiona tofauti kwa sababu ya level ya elimu imebadilika, lakini pia level ya ufanyaji kazi, morali ya ufanyaji kazi, hali ya ufanyaji kazi, vyote vilibadilika. Mnamo mwaka 2021 alihitimu shahada yake, ndipo alipoanza kutambua kipaji chake maalum. Mori Kevin Simkoko, mamlaka niliyonayo na watunuku shahada ya kwanza management ya kumbukumbu, nyaraka na habari, NTA Leverage, ambao majina yao yamesomwa hivi punde. Katika hatua ya kutunza na kuongoza, hasa baada ya kuchaguliwa kuwa katibu mkuu wa management ya kumbukumbu na nyaraka Tanzania, TRAMPA. Jina lake na haiba yake ya kuongoza imezidi kukua kwa kasi ya ajabu zaidi, ambapo kwa sasa ni mtunzaji mzuri sana na mwongozaji mzuri wa kada hiyo ya kumbukumbu na nyaraka TRAMPA. Comrade Kelvin Simkoko, katibu mkuu wa TRAMPA. Katibu huyo hodari sana bwana. Katibu hongera. Kwa sababu lazima tukupongeze mambo ya organization haya, bila kuwa na katibu mzuri kwa namna yako kweli mambo mengine hayaendi. Hongera sana. Mwaka 2023 nilijiunga na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ambapo nilienda kusoma shahada ya uzamili katika sanaa ya utunzaji wa kumbukumbu na nyaraka Tanzania. Kiukweli ilinipa kuendelea kupanua wigo wa kuaminika na jamii, kuaminika na taifa, na hapo ndipo nilipokuja kuchaguliwa kuwa katibu mkuu TRAMPA, ambapo kwa kweli ni cheo ambacho namshukuru Mungu Tanzania kuaminiwa na wana TRAMPA au na watunza kumbukumbu na nyaraka Tanzania. Mimi kuwa kiongozi wao ni jambo la kumshukuru Mungu, lakini naamini pia waliamini, walitambua uwezo na utendaji kazi wangu katika kuitumikia kada hii ya utunzaji kumbukumbu na nyaraka.
waliamini kwamba tukimpata Senkoko ni mtu anaweza kutuvusha kutoka sehemu moja hadi nyingine. Jamii inamwamini na hata sasa sehemu zote za kazi alizopita na hadi hivi sasa wanamwamini. Nje ya kazi ni mume bora wa familia na mchapakazi hodari. Anapenda kuacha alama isiyofutika. Of course mimi naamini katika utendaji kazi mzuri. Lakini sasa ili upate utendaji kazi mzuri kuna vipaumbele. Familia ni namba moja. Mimi ni baba wa familia na watoto na mke. Sasa ili mimi utendaji kazi wangu uendelee kuwika na kuwa mahiri, lazima familia pia iwe vizuri. Lakini lazima familia, kwa maana watoto wangu, waone na kuiga mfano kutoka kwa baba yao, ili hata wao baadaye waje kuwa wachapakazi wazuri. Kwa hiyo cha kwanza naamini katika familia. Familia ikiwa imara, hata wewe mwenyewe katika utendaji kazi wako utakuwa imara. Familia ikiwa bora, nyumbani kusipokuwa na changamoto, hata kazini kwako utafanya vizuri. Kwa hiyo msingi wa kwanza naamini katika familia. Hata hivyo, yeye ni mkulima wa mazao ya chakula na biashara. Ni mwanamuziki wa kuimba na kupiga muziki. Nje ya kulitumikia taifa, kuna vitu vingi nafanya, lakini unajua jasiri aache asiri. Nimetoka kwenye familia ya ukulima. Mimi pia ni mkulima. Napenda sana kilimo. Nafanya kilimo kikubwa. Na kwa kweli ni moja ya kujiandaa kustaafu. Unajua ukiwa kwenye utumishi wa umma unatakiwa ujiandae kustaafu kuanzia siku unapoanza kazi. Kwa hiyo mimi nimejikita sana sana kwenye kilimo cha mazao ya biashara, lakini na mazao ya chakula. Napenda sana. Na baadhi tu ya mazao ambayo napenda kuyalima, nalima mahindi. Mimi ni mkulima mkubwa sana wa mahindi, lakini pia nalima alizeti, lakini pia nalima mbaazi. Kwa hiyo hayo ni baadhi tu ya mazao ambayo nayalima. Unajua kazi na dawa. Sio kila saa unafanya kazi, sio kila saa unakuwa kwenye biashara, sio kila saa unakuwa kwenye kilimo. Nje na kufanya kazi na kufanya biashara, mimi ni mtumishi wa Mungu. Namtumikia Mungu kwa njia ya kuimba, naimba na kwaya. Sio peke yangu, naimba na kwaya, lakini pia Mungu amenijalia kipaji, nafanya muziki. Napiga tumba, napiga sheka, napiga trumpet. Kwa hiyo vitu hivi vyote vinafanya mimi niendelee kustawi, lakini ni katika kukonga moyo tu, kujipa pole na kazi, pole na biashara, pole na kilimo. Kwa hiyo muziki, lakini kumtumikia Mungu ni kitu pekee ambacho kinanifanya naendelea kuwa imara zaidi, lakini naendelea kuwa mwenye furaha na tabasamu. Ni sehemu pekee ambapo huwa najiachia. Hakika huyu ni Kelvin Senkoko, mtaalamu mbobezi aliyebobea katika utunzaji wa kumbukumbu na nyaraka.